Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nipo tena mara nyingine, nataka kuongea na wewe. Bwana amenituma kuongea na wewe neno moja kutoka kwa huyu mwimbaji ambaye nimemsikiliza kwa makini na nimeona ana kitu ndani yake. Nilisema kwamba waimbaji pia ni wainjilisti, wanatuhubiria neno na tunapata neno na tunashiba na tunaponya juu ya hilo neno. Kwa hiyo na mimi leo niko hapa tulisikilize neno, alafu tuangalie ni kitu gani ambacho na mimi naweza nikakupa tukabarikiwa. Amen. Ngoja niisafiri. Sio sababu yoyote kuanguka, sio sababu yoyote kuambia, naomba niwe baraka kwa wengine, niwe Yesu asifiwe. Na nafikiri umeupata ujumbe vilivyo. Anaomba awe baraka na asiwe sababu ya yoyote kuanguka. Hiyo ni kweli. Jitahidi sana, muombe Mungu sana, isiwe chanzo ya wewe mwingine kuanguka. Utajiri wako usimzuie mwingine kufanikiwa, au umaskini wako isiwe kikwazo cha mwingine kutokufanikiwa. Chuki zako usimfanye mwingine kutokufanikiwa, bali wewe muombe Mungu akupe njia au uwe daraja mwingine kupita. Mungu atakuneemesha na atakupa baraka tele na neema zitakuwa ndani kwako. Hebu tuangalie ili andiko dogo, afu nitakwambia nini maana yake. Usiwe fitina kwa mwingine. Nataka kila mtu afanikiwe. Kila Mungu anampa mtu kwa wakati wake. Sio umefanikiwa wewe basi unakuwa kikwazo kwa wengine, au una uwezo wewe unakuwa kikwazo kwa wengine. Mungu hapendi hiyo. Kwa hiyo omba baraka, pia omba uwe wewe ndio mafanikio ya wengine, bali usiwe kikwazo wewe kwa mwingine kufanikiwa. Amen. Ya tusome andiko hapa. Ili andiko ndugu yangu, ili andiko linatoka kwa Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza 1, lakini tunasoma ile aya yake ya 11. Wakorintho wa kwanza 1 tunasoma ile aya yake ya 11. Anasema, kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumba ya Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Watu wanakuwa fitina kwao, kila mmoja anajitamba kwamba mimi ni mtoto wa fulani, mimi ni mtoto wa fulani, mimi ni mtoto wa fulani. Kwa hiyo zile tamba zenu Mungu hazipendi. Fitina zenu kwamba wewe ni mtu wa fulani, wewe na wa fulani, Mungu hazipendi. Fitina yako ya kumfanya mwenzako asifanikiwe, Mungu hapendi. Kama wewe una uwezo, basi kuwa daraja na mwingine kufanikiwa. Lakini uwezo wako usifanye kumkandamiza mwingine asipate mafanikio. Mungu hiyo hapendi. Kwa hiyo tuishi katika Mungu, kwa sababu Mungu anatupenda. Ndio maana Mungu hata umkosea ukimwomba msamaha anakusamehe. Mungu ukimwomba chochote hata kama ni mdhambi, lakini Mungu anakupa, kwa sababu Mungu ana chuki, anataka na wewe ufanikiwe. Basi kwa nini na wewe uwe kikwazo kufanikiwa kwa wengine? Hiyo kitu epuka sana, kwa sababu utafanikiwa sasa, lakini Mungu akikupa adhabu yake utajiuliza ni nini nimefanya. Kumbe ni ile fitina, ni ile kikwazo kumfanya mwenzako asifanikiwe, sababu ni wewe. Unaenda kumloga mwenzako asiolewe kwa sababu wewe hujaolewa. Unaenda kumfanyia mtu ashuke chini kwa sababu wewe labda hujapanda. Hiyo hakuna. Usiwe kikwazo kwa wengine kufanikiwa, bali kuwa baraka kwa wengine kufanikiwa. Amen.